Leo nikupe neno la Mungu, neno la uzima, mtumishi wa Mungu. Usikate tamaa, pambana. Kila mmoja anaweza kaamua leo anachagua kumtumikia nani. Unaamua leo, unaamua kumtumikia nani. Chagua leo. Umeona? Leo kama ulifanya dhambi hata jana, juzi ulikuwa na njia zingine, basi leo chagua uamuzi ulio sahihi kubadilika leo ili uweze kumpendeza Mungu wako. Kumbuka kwamba tupo duniani kwa makusudi maalum. Kuna siku hii dunia tutaiacha. Kumbuka kuna watu wako hospitalini ni mahututi, wengine wako mochwari wameshakufa, wamemaliza kazi zao. Sio kwamba wale ndio walistahili kufa au walistahili kufanya chochote. Ni vile tu ni kwamba muda wao pengine umefika. Lakini mimi na wewe leo ni wazima. Kwa nini leo tusiamue kumtafuta huyu Mungu, kumtafuta huyu Yesu? Mpe Yesu maisha yako, akubadilishe. Wengi tuliishi vibaya hapo nyuma, tukiwa wajinga, tukiwa wapumbavu. Hatukuzifuata njia za Yesu Kristo, lakini Yesu Kristo kwa damu yake msalabani alivyotufia, bado ilituharibisha hodi kwetu na bado anaendelea kututengeneza. Mimi nakushauri mtumishi wa Mungu, mtafute Mungu kwa moyo wako wote. Usiishi kwa mazoea kwamba kila siku Yesu arudi. Yesu atarudi na hizi nyakati ni mbaya. Okay. Naomba leo niongelee kuhusu kuwa makini katika unapokuwa unaomba. Unaweza kusema mbona mimi Mungu anijibu maombi yangu? Unalalamika hivyo. Ni kweli, lakini na sisi inabidi tuangalie kwamba wakati tunamwendea Mungu sisi wenyewe tukoje. Sasa mimi naenda kuelekeza leo. Ukitaka Mungu akusikie, hakikisha una vitu hivi vitano ambavyo vitakufanya uwe katika nafasi ya kusikilizwa na Mungu na kujibiwa katika maombi yako. Kwa sababu huwezi kufanya haya yote kama una dhambi. Kitu cha kwanza ni lazima uwe na moyo safi. Ukiwa na moyo safi, yani ndani ya moyo wako unaujua mwenyewe. Unaweza kuwa umekaa lakini moyoni kwako unawaza mabaya. Umekaa moyoni kwako umebeba visasi. Umekaa moyoni mwako umebeba uchungu. Umekaa lakini moyoni mwako unazini, yani uko moyoni unakuta unazini na mtu, umetamani mwanamke wa mtu, umetamani mwanamke, unafanya uchafu huko ndani ya moyo. Ni kuchafu huko ndani. Wewe unaujua moyo wako. Umekaa unawaza mabaya, unawaza uchungu, unawaza vitu vingi ambavyo havimpendezi Mungu. Kwa hiyo malizana kwanza na moyo wako. Hakikisha moyo wako ni msafi, kwa sababu huyu Mungu anakaa huko ndani. Hawezi kukaa sehemu ambayo ni chafu na hawezi kukusikiliza kama ndani ni kuchafu. Kwa cha kwanza ninachokushauri, ikiwa wewe ni mtu ambaye unataka kumuona Mungu, ikiwa wewe ni mtu ambaye unafikiria kwamba kwa nini Mungu hajibu maombi yangu, basi sababu mojawapo inaweza ikawa ni hiyo ya kuwa na moyo ambao si msafi machoni pa Bwana. Ndani kwako beba watu, hujasamehe. Kwa hiyo inaweza kuwa ni sababu. Lakini sababu nyingine ya pili ni kuwa na moyo safi. Okay, moyo safi ni huo, ni kuwa na tabia safi, tabia njema. Tabia njema ndiyo itakayo kupelekea wewe Mungu aweze kukusikiliza. Unaweza kuwa unamwomba Mungu lakini tabia yako ni mbaya. Unamwomba Mungu moyoni kwako ni mbaya. Unambeba Mungu, unataka umwombe Mungu lakini moyoni kwako ni mchafu. Tabia. Unataka kumuona Mungu, umwombe Mungu akusaidie, lakini wewe maisha yako, tabia yako ni mlevi.
Mzinzi, unajiuza, unajiuza, unanunua makahaba, unajiuza we ni kahaba, hata kama sio kahaba viwango, lakini kahaba ni kahaba tu. Unachukua pesa za wanaume, na wewe mwanaume unaonga tabia, ulevi, unakunywa pombe, unavuta masigara na nini. Hata kama ufanyi vyote, lakini kuna vitu unafanya ambavyo vimpendezi Mungu. Unaangalia simu, unaangalia pornography katika simu yako, na hii simu yako itakuja kukuhukumu. Hii simu hii hata ingeharibika, utaiona siku, utakuja kuiona, itarudi, itaongea kwamba huyu alikuwa anaangalia pornography kwenye simu, ambayo ni hii simu. Yani simu yenyewe inaongea kwamba ulikuwa unaangalia pornography. Vitu vyote vyopo ambavyo haviongei vitaongea, ni mashahidi, vitasema kwamba ulikuwa na tabia hii. Kwa hiyo kuwa na tabia njema, tabia safi, ni njia mojawapo ambayo Mungu atakusikiliza. Tabia safi ikoje? Tabia safi ni kuacha. Yani kama hujaokoka uokoke, na hata kama umeokoka unaweza ukaacha njia safi, ukawa na tabia za chini chini. Haitakiwi. Unatakiwa na tabia safi, tabia njema. Ishi na watu vizuri, fanya ibada, soma neno la Mungu, tubu dhambi kwa Mungu, ishi maisha matakatifu, mtumikie Mungu, mtafute Mungu, omba kwa bidii. Acha makwazo kwa watu. Inaweza katokea kwamba wewe unakwaza, lakini vingine unabidi uache, usamehe tu. Duniani tunapita hapa. Kwa hiyo tabia njema na moyo safi ni vitu ambavyo vinaendana sana, japo kwa vinatofautiana kwenye kuvielezea, lakini vitu vinavyoendana. Kitu kingine ni maombi mengi ya kufunga na sadaka. Ukiwa na maombi mengi tena serious, ikiwezekana ya kufunga na sadaka, kuvunja maagano, kuvunja roho chafu, kuvunja tabia mbaya, kuvunja mikosi, kuvunja dhambi kwa sadaka, kwa sababu sadaka ina nguvu. Unapokuwa unavunja, unakuwa na maombi, lakini unatumia na sadaka katika kuambatanisha maombi yale, kupitia mchungaji wako ambaye amewekwa na Mungu akuwekee mikono, ili uweze kutoka katika hivyo vifungo, au mtumishi yote wa kiroho. Lakini sadaka huwa inaenda madhabahuni ambako wengi ni wachungaji. Ukatoa na sadaka, utaweza kuwa na moyo safi, na Mungu atakusikiliza kwa hiyo sababu ulionayo. Wakati mwingine Mungu anaangalia sababu gani niitumie ili nimbariki huyu mtu, au nijibu maombi yake, lakini akiangalia anakuta kote ni kuchafu. Kwa ni vizuri tuangalie, kabla hatujamwendea Mungu na kulalamika, Mungu mbona ajibu maombi yangu? Angalia, je, hivi vitu umevitimiza? Kitu kingine, samehe na wewe usamehewe. Hata kama umekosea, wakati mwingine una haki kabisa, unajiona kabisa upo kwenye nafasi ya kuwa na haki, pengine umekosewa. Una haki kabisa kwamba wewe ndio mwenye haki, umekosewa, lakini wewe samehe. Ndio tabia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo aliteswa msalabani, aliuawa, lakini kosa la Yesu Kristo lilikuwa ni nini? Kosa la Yesu Kristo lilikuwa ni nini hasa? Hakukuwa na kosa lolote ambalo alifanya zaidi ya kutuletea uzima. Alituletea habari njema ili sisi tuweze kupona, lakini alisulubiwa. Kwa sasa, kama yeye alivyotusamehe na damu yake ilitumika, ilimwagwa pale msalabani,
basi hivyo hivyo sisi wenyewe tunatakiwa tuige mfano kama Yesu Kristo. Tuige njia alizopita. Alibatizwa kwa maji mengi, alituachia Roho Mtakatifu ambaye anatufundisha ili tuweze kuwa na roho ya usafi, ya kusamehe wengine. Kwa tuwasamehe wengine. Yesu Kristo ndiyo maonyo yake, na sisi atatusamehe kwa kuwa yeye ni Mungu. Ndivyo, ni Mungu wa upendo. Kwa kitu kingine cha mwisho ni kujitakasa. Mtumishi wa Mungu, hakikisha kwamba unajitakasa. Kujitakasa kuna kujaje? Kujitakasa ni pale ambapo kila muda, kila dakika, hakikisha ukai na dhambi moyoni mwako. Ukikosea, muombe Mungu msamaha, akusamehe. Kila unapokosea, muombe Mungu akusamehe. Kama hujaokoka, okoka ili sasa uanze kuenenda kwenye hizo njia. Kwa hiyo unajitakasa kila muda, kila unahakikisha utendi dhambi. Hata kama umefanya kwa sababu ya binadamu wako, na mimi na wewe au binadamu wangu, basi kupitia hapo sasa unamwomba Mungu, anakusamehe, unazidi kuendelea. Na kwa kufanya hivyo unakuwa unatunza utakatifu. Watakatifu ndo wako hivyo sasa. Usikia duniani kuna watakatifu, ndo hao ambao muda wote unajitakasa, unajisafisha, unasamehe, unafuata hizo nguzo 5 ambazo nimekuambia. Tena zaidi ya hizo, lakini hizi hazikosekani. Kusoma neno la Mungu, kuhakikisha kwamba unajua maneno ya Mungu. Unasoma Biblia yako, unaangalia ahadi za Mungu, Mungu alizoahidi. Unakuwa unasoma ili kujua zile ahadi ambazo zitakuwa ndizo zitakusaidia wewe kujilinda dhidi ya uongo wa shetani. Kwa sababu hata sasa hivi shetani amejidhihirisha sana. Anajifanya yeye kuna wachungaji, si manabii huko na nani. Siku hizi watu wanatumia maji, wanatumia sijui vifaa vya upako, sijui wanatumia nini. Kwenye Biblia yeye Mungu akutupa hizo ahadi. Ahadi alizotupa yeye, alituambia yeyote aliye mgonjwa au unataka kuomba kwa lolote, jina la Yesu Kristo aliyekufia msalabani ndio jina ambalo litatumika kwenye kila sehemu. Mgonjwa kiumo atawekewa mikono naye atapata afya, atapona. Kwa hiyo hakuna kitu kingine cha kutumia. Mara unanyosha mafuta. Shetani naye ana miujiza yake, kwa sababu hiyo haina tofauti na mganga wa kienyeji. Unakwepa nini kwenye jina la Yesu? Unataka yani kuna kitu gani unakwepa hapo? Pa ukatumie mafuta, ukatumie sijui nini, vitu vingi vya kishetani, vya kipepo. Unaenda kuingia kwenye madhabahu za kishetani huko. Manabii wameshaongelewa kwenye nani, manabii wengi ni uongo. Unaenda kupoteza roho yako huko. Ujionee huruma. Miujiza haraka. Tena niongezee kitu kimoja. Ukiona unaenda kwenye mkusanyiko, sijui niseme mkusanyiko au kanisa ambalo lenyewe halizungumzii utakatifu, halizungumzii toba ya kweli, kanisa halizungumzii kujifunza neno la Mungu la kweli, kiongozi wako yani humo ndani hakuna utakatifu, ni uchafu tu. Yani kanisani umekwenda, lakini wanawake wanaingia mule wamevaa vimini, wamepakia manywele, yani huwezi kumtofautisha wa dunia na huwezi kumtofautisha wa mbinguni. Yani yule kahaba yule kimweka kanisani pale, naye anaonekana ni mtakatifu. Lazima tujitenge. Sisi ambao tumekombolewa na ile damu ya Yesu, tujitenge, tuwe watoto wa Mungu. Dunia ikipita hivi, sisi tunapita hivi. Achana nayo mambo matumizi ya vitu.